And that is just about 30 years from now. It's possible. Others have done it. I am very confident we will do it. Just imagine, this church has moved from a tent to an area. God, who took us from a tent to a church and an area and a bishop, is the same God who can change the destiny of our nation. I want to thank God that this week we had elections of leaders in different categories. We want to thank God that that exercise is concluded. We have additional leaders who are coming to join us, those of us who are privileged to be in leadership. Please pray for those who have been elected. Pray for those of us who are serving, so that we can discover the will of God for our nation and the purposes of God for our leadership, and so that together with those who are being elected, we can forge ahead and do the will of God for our nation. Continue to pray, and I want to congratulate all of them from all the political parties and all the political formations. There is no leader who is elected by default or by chance. It is God who determines leadership. Therefore, and to welcome them into leadership so that we can take our country to the next level. Finally, I want to encourage all of us to see the future of our country. Well, National Assembly Speaker Moses Wetangula has applauded President William Ruto for spearheading one of Kenya's most ambitious infrastructure undertakings, the Rironi to Mau Summit Dual Carriageway. Speaking in Kipkelion East, Kericho County, Wetangula highlighted that the major highway upgrade, along with planned extensions to Kericho, Kisumu, Isebania, Eldoret and Malaba, will transform the country's transport network. His remarks took a sharp political turn as he launched a blistering attack on former Deputy President Rigathi Gachagua and the opposition leaders. Waswahili wanasema hazidi hana sababu. Kazi yake ni kuchongoa. Mtu mulafi hata akija kwa boma yako, umpatie mtoto yako msichana, atasema ongeza mama. Na ndio hao watu wenye hawatosheki hata kidogo. Leo anasema hii, kesha anasema hii, ni kukosoa na kutafuta makosa peke yake. Lakini nyinyi wananchi mnasikiza radio, mnaangalia runinga. Mumeona rais amekuwa bunge tarehe 20. Mwezi huu unakwisha leo. Na alisungumuzia ndoto yake, mipango yake na mipango ya serikali kubadilisha Kenya kutoka nchi inaitwa third world developing country to a developed country, first world. Na hiyo highway ndio tuko sasa. Na hiyo kazi sio rais peke yake, ni sisi zote. Kila mtu lazima achangie. Niliona rafiki yetu ule mtu ya shares akizungumuza maneno, akizungumuza, nikaona rafiki yangu Muturi anachapa kijana ngumi na mateke. Kura haitafutwi hivyo. Kura ni kutongoza watu. Hata nyinyi vijana, ukipenda msichana yangu ukitaka kumuoa, ukienda na ngumi na mateke hutapata. Lazima uende na lugha safi, umtongoze, useme hata kama huna kitu. Mwambie ukifika tu kwangu na kununulia ndege. Na huna kitu. People live on hope. Huna gari, hata huna pikipiki, mwambie meli iko Mombasa yangu. Na mnakubaliana mnaenda, si ndio? Hapa Kenya tuko na watu ambao wanafikiri kama si wao hakuna Kenya.
Kama kiongozi atoki kwao, hakuna kiongozi. Hao ndio wanataka kuvunja nchi yetu. Siasa ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ya matusi. Huwa tunawauliza, wewe ndugu zenu, unajua tunabishana, na hii uongozi lazima watu wabishane. Hata Biblia inasema kura ndio huamua uongozi. Lakini ukiwauliza mnataka kufanyia nini Kenya, wanakuambia Kasongo. Mnataka kufanyia nini one term? Mnafanya nini Ruto must go? Hiyo ni sera. Hiyo si sera, hiyo ni matusi na mambo ambayo. Still on matters politics, a visibly frustrated Senator Aaron Cheruyot has taken aim at what he termed as a useless opposition, accusing leaders including Rigathi Gachagua and Kalonzo Musyoka of failing to provide meaningful political direction. Speaking during a public gathering, the senator argued that the opposition has resorted to divisive rhetoric, urging the country to shift toward leadership that fosters unity, development, and accountability. Speaker, hata mimi nimeshangaa. For the first time, we have the most useless opposition in the history of the Republic of Kenya. Hata wewe umewahi kuwa opposition. But when you're in your opposition, you used to sell a credible message. You used to behave like an alternative government. Unakosoa serikali lakini kwa njia ya akili. Hao wa sasa kama vile wananchi wao wanaambia rais siku hizi, hata akili kweli hawana vile inasemekana. Sababu mtu ukiangalia, mtu anajipiga kifua anasema sijui shika kona hii ama kona ile. Uchaguzi sasa imetokea. Chama yetu ya UDA imepata ushindi kila kona. Sio Banisa kule Northeastern, sio Malava Western, sio inaitwa nini ile ingine, Baringo, wapi, kila kona. Mimi ningewaambia wajipange pengine 2032, lakini hata 2032 Weta ameshajipanga na anapanga maneno, pengine mjaribu siku nyingine. Na sidhani vile maneno inaenda, nyinyi mambo yenu imeharibika kabisa. Kwa hivyo mimi nafurahia. I want to tell the people of Kenya, thank you, because you showed that you prefer leaders who have solution to leaders who are just filled with gossip, hate, and nothing to develop our country. Thank you for speaking loud and clear that you prefer a leadership that is solution-oriented rather than a divisive opposition, an opposition that has no agenda, whose duty is just to sow discord among the hearts of our people. I want to tell the people of Kenya, we will not let you down. To the leaders wale wanakuja bunge, speaker ako hapa kuwakaribisha, tushikane, tusongeshe gurudumu la taifa, tuhakikishe maisha ya wananchi wetu imesonga mbele vile inatakikana. Nitakuwa tu nimekosa sana speaker nisipofurahia hata mimi ile maneno ambayo iliendelea juzi. Unajua kuna watu walikuwa wamezunguka Kenya na maneno mingi. Tunawaambia tafadhalini, tulizeni. Hii Kenya ni kubwa. Wanaongea sijui nini. Tuliwaambia mtafute sera ya kuambia mwananchi. Mnazunguka na vitina ya one term na Kasongo. Sasa mmepatana na kiboko. Mimi nataka niwaambie mambo bado. Ile kiboko inawangojea hapa, mtarudi kulia kwa manyumba na mabibi yenu peke yake. Wakenya Elsewhere, Agikuyu elders in Uasin Gishu are raising alarms over increasing drug and alcohol abuse among the youth, particularly during the festive season. Addressing parents at a cultural ceremony marking the return of boys from initiation, the elders warned that holiday freedoms expose young people to dangerous social influences. They urged parents to take primary responsibility in guiding their children through moral, social, and cultural challenges in the country. Alipotea akakosa mtu wa kumwangalia ambaye angemshughulikia. Basi tukaonelea ni vizuri tushughulikie mtoto wa kijana, sababu mvulana akipotea jamii imepotea. Na kama vile jamii zingine wanavyochunga desturi zao, hata sisi pia tukaamua kuangalia desturi zetu, watoto wetu waweze kuishi vizuri na waweze kusoma, wajue ya kwamba ni vibaya sana mtoto kijana kuanza kulewa mapema, kutumia madawa za kulevya na mambo hao mengine.
Kwa hivyo tunafurahia tukiwa Uasin Gishu ya kwamba vijana wetu hawatapotelea tena kwa madawa za kulevya, kwa pombe, maana hawa wazee wameendelea kutoa na kufunza pia hata wale ambao walienda tondoni hapo mbele waje kwa hawa wazee ili waambiwe na waelemishwe ya kwamba pombe ni mbaya na haijengi nyumba. Sisi tukiwa kama wamama tumekuja kwa ajili ya wasichana. Wasichana wetu hawapelekwi, hawaendi tohara kwa sababu sisi wamama tunawafunza hali ya huyu msichana akimaliza shule baadaye atakuwa mama, na wakati atakuwa mama jinsi ya vile atafunza na atalinda mume wake katika jamii yake. Na wazee tunapowaona hapa wamesimama imara na wameamua ya kwamba watoto wetu wa vijana wetu wakipitia hapa watasimamisha jamii zao, maana kijana katika jamii ndio mwanzo wa jamii. Hapo ndipo muziki ambao wakisimama muziki, wakiwa na muziki kupitia wazee watakuwa na muziki imara. Now, Labour Cabinet Secretary Dr. Alfred Mutua has launched a strong criticism of Wiper leader Kalonzo Musyoka, accusing him of stalling development in the Ukambani region. Speaking in Malindi during a fundraising event hosted by Kilifi County Governor Gideon Mung'aro, Mutua argued that decades of opposition politics have denied the region meaningful progress. He called on leaders to align with President William Ruto's government ahead of the 2027 general elections. Governor Mung'aro echoed the sentiment, noting that ODM's victory in the Magarini by-election signals shifting political dynamics. Nataka nimwambie yule mzee wa DCP. Anasema anasikizanga ground. Anasikiza ground ya Kilifi, asikize vizuri. Ajua hata 2027 hakuna kura yake hapa. Si Kilifi peke yake kwani. Na sisi tuko broad base tunafanya kazi hapo kama vile baba alipotuacha. Tuendelea kushirikiana sababu tuko kwa serikali ya broad base. Tuko na mawaziri watano kwa chama yetu wa broad base wako. Kutoka pale Mwingi mpaka kwa Usekuru. Yeye amekaa miaka 40 hata hajajenga barabara mpaka kwao. Hajaweka stima kwao. Hakuna maji kwao. Kwa sababu siasa yake ni umaskini. Na sisi tunamwambia, tunampa notice Kalonzo Musyoka, tunamwambia now we are launching a revolution. Lazima sasa uondoke. Ukae chini, umefanya kazi miaka yote, sasa utatuondokea sisi na wengine tuendeleze siasa za maendeleo Ukambani. And now, what began as a Thanksgiving service for Victoria's ward representative in Kariobangi North turned chaotic when rival groups clashed violently outside the venue. The event, attended by party leader Rigathi Gachagua of the DCP party, was disrupted as tensions flared between opposing factions. Police officers struggled to contain the unrest as tempers escalated, raising concerns about growing political intolerance at grassroots levels in the country. Ametuma wahuni na polisi ati wapige watu wa Kariobangi North kwa sababu hawakuchagua mtu ya UDA. Hakuna shida. Panga wahuni kupiga viongozi, kupiga wananchi, ndio hii jamii na kuchukia zaidi kuliko vile imekuchukia. Na yule anakushauri amekupoteza. Na tunataka tuwashukuru kwa sababu ya kuchagua candidate yetu wa chama cha DCP. Hawaongei mambo ya ushindi ya Nairobi, hawaongei mambo ya Narok, hawaongei mambo ya Kisa, wanaongea mambo ya Bere. Bere mimi nilienda kusaidia DP. Hapa Kariobangi North ni kwa mlima. Hapo Narok Town ni kwa mlima. Kule Kisa East ni kwa mlima. Sasa tungependa kuambia kwamba hii chama
It is now 18 minutes into the hour and the exclusive Sunday is taking a commercial break. But when we come back, we have more for you, including Public Service Cabinet Secretary Geoffrey Ruku, who has accused former Deputy President Rigathi Gachagua of manipulating by-election results, warning against divisive tribal politics, while President William Ruto has urged youth to abandon drugs and to build strong families. Meanwhile, in Nairobi County, the county emerged as the epicenter of new HIV infections, raising urgent public health concerns, and Gucha Stars celebrated impressive victories on the football field, with Vincent Nyabuto extending his goal tally. This and more on the exclusive Sunday after the break. My name is Chemutai Kirui. Strive everybody longs for. Human beings will spend their time online searching remedies for conditions challenging them. Some will go to medical facilities seeking medical help, while others will use herbal means to keep their health hazards. I am Chemutai Kirui, and every week on Afya Yetu, we open the doors for life-changing conversations from wellness and nutrition, preventing diseases, managing chronic illnesses, and even mental health. We bring expert advice, real-life stories, and practical solutions that touch every part of your life. Join me, Chemutai Kirui, on Dizzy TV Africa Afya Yetu Health Show every Friday from 7:30 to 8:30 p.m. and be part of the change. Je, wajua kwamba mapishi si kazi tu ila ni sanaa? Njoo tujifunze mapishi mapya katika runinga ya Ndizi TV Africa. Hapa ndipo tunapika, tunajifunza, tunakula, tunasherehekea na kucheka kidogo. Ungana nami kila siku ya Jumanne kuanzia mida ya saa 2 usiku katika kipindi chetu cha Pishi Bora. Hapa ndipo tutakuwa tunapika vyakula mbalimbali ambavyo vitakuwa vinanukia, kama vile mchuzi wa nyanya, tunapika kuku kitunguu, tunapika wet fry na vyakula vingi zaidi. Njoo tujifunze pamoja na tulete ubunifu jikoni katika kipindi chetu cha Pishi Bora. Ungana nami Ronalfa katika kipindi cha Pishi Bora, tulete ubunifu jikoni. This festive season, treat yourself at Camel Park Hotel, just 5 kilometers from Kisii town off Kisii Kilgoris Road. Enjoy luxury, comfort, and a 10% discount on all accommodation services. Book now and celebrate in style. Camel Park Hotel, the pride of Kisii.
Je, wewe ni mmiliki wa aina ya gari aina ya Alto, Probox, Harrier, V8 na Lexus? Jipatie brake pads kwa bei nafuu hivi sasa. Vilevile oil filters kwa gari aina ya Toyota na vilevile Subaru. Ili upokee popote ulipo, piga simu kupitia nambari 0739318606. Mteja mpendwa, ni wakati sasa wa kujinyakulia aina ya flash disk kuanzia 8GB, 16GB na vilevile 32GB. Vilevile earphones, wireless headsets, unajipatia wireless microphones tofauti kwa bei nafuu. Yale ambayo unafaa kuyafanya hivi sasa ni kwamba unapiga simu kupitia nambari 0739318606. Yote unayapata kwa bei nafuu popote ulipo. Welcome back to the exclusive Sunday, and thank you for keeping it DZTV Africa. Now moving on with our bulletin, Public Service Cabinet Secretary Geoffrey Ruku has accused former Deputy President Rigathi Gachagua of orchestrating the use of local youth to manipulate results in the recently concluded Mbeere North by-elections. Speaking during a church fundraiser in Suneka, Kisii County, Ruku emphasized that Kenya cannot progress under divisive or tribal-based politics. He urged citizens to be vigilant and to reject leaders who promote ethnic polarization for political gain. Ukichunga kina mama, hata nasitaki kusema kina baba wetu sio wazuri, lakini hii ndio ground. Ukichunga kina mama, hakikisha kwamba wako na maji, barabara zinawafikia kwa nyumba, mazao yao ya shamba inafika kwa soko. Hapa hatutakuwa tunasema tam, tutasema tam. Now, President William Ruto has issued a stern warning to young Kenyans over rising drug and substance abuse, saying that the trend poses a grave threat to the nation's future. Addressing guests at the wedding of Moses Mudavadi and Ndeso Siaya at the Ulinzi Sports Complex, Ruto urged young people to adopt responsible lifestyles, build strong families, and to avoid destructive habits. The president insisted that the strength of any nation is rooted in the stability of its families and the discipline of its youth. We have so many people who run away from responsibility. You know, they want to hang around. Oh, I like being single. Oh. But the point is, they are not courageous. They are not men enough to carry your woman home and tell them, be my wife. I want to encourage the men in this room, be men enough and marry the woman you love, find a family, be responsible. This is the way. We all pray, we all wish you well. What the young couple has done, showing respect for the parents and everybody, is what we all want from our young people. So we wish you well as you move ahead. I want to encourage you
to uphold prayer in your family. And Killian, you are the one who is going to hold on to prayer as Moses is the priest of the home. With God, I want to tell you that nothing is impossible. Now switching to matters national health, the national statistics show that Nairobi County has emerged as the epicenter of new HIV infections in Kenya, recording more than 3,000 cases in the past year. The report by the National Syndemic Diseases Control Council indicates a nationwide total of nearly 20,000 new infections, with young people aged 15 to 34 being the most affected. 8 counties, including Nairobi, Kisumu, Homa Bay and Migori, account for almost half of all the new cases. Alarmingly, HIV-related deaths have risen to over 21,000, signaling a renewed urgency for aggressive prevention and treatment efforts. And to our sports segment, Gucha Stars are celebrating a strong performance after defeating Mwatate United at Gusii Stadium, with standout players Vincent Nyabuto extending his goal tally to 8 this season. In another match, the team secured victory against Muhoroni Youth despite being reduced to 10 men following a red card. The impressive wins solidify Gucha Stars' growing dominance and boost their momentum this season. Now that brings us to the end of today's headlines, from calls for national unity and youth guidance to rising public health concerns and also victories on the sports field. And as Kenya navigates political debates, social challenges and also development ambitions, citizens are reminded of the vital role of leadership, community and personal responsibility in shaping the nation's future. Stay tuned for more updates as these stories continue to unfold in Kenya and beyond our borders. And as December unfolds, the festive season draws near, Kenyans are embracing a time of celebration, reflection and togetherness. And as Ndizi TV Africa wishes you a happy festive season and a Merry Christmas. My name is Temutai Kiri and my director tonight has been Lucas Oma.